kuna hii familia, mama anaitwa Tonya, lakini pia ni single mother wa hao watoto watatu. Basi majira haya ya asubuhi huwa anaondoka na watoto wake kwa ajili ya kuwapeleka shuleni. Ila humu kwenye gari, kwenye hii siti ya mbele kuna huyu mtoto anafahamika kama Chloe. Sasa kuna kitabu akawa anakisoma, alafu anakificha mama yake asione. Sasa mama yake akamuuliza anasoma nini? Akaona apaki tu gari ili apate majibu sahihi. Lakini Chloe akawa yuko kimya tu. Kwa nyuma huko mdogo wake akaropoka siamjibu mama yake. Chloe akamwambia akae kimya. Mama akasala, "We, hautakiwi kumjibu hivyo dada yako, umenielewa? Kwanza nipatie hicho kitabu." Chloe akakataa huku akidai yeye sio mtoto. "Sitaki kuongea mara mbili. Hebu nipatie hicho kitabu." Mama akaona akichukue tu kwa nguvu. Sasa kwenye kukifungua akabaki anashangaa. Kumbe kitabu kinafundisha unyunyu wa wakubwa bwana, mambo ya mapenzi. Sasa akawa anamuuliza kwa nini anasoma vitabu vya namna hii? "Ila mama, mimi sio mtoto." Hili jibu lilimshangaza mama yake. Basi akakasirika na akamwambia hicho kitabu hata kuja kumpatia mpaka afikishe miaka 18. Sasa baada ya kutoka kuwapeleka watoto shuleni, gari yake ikawa imemzimikia pembezoni tu mwa ofisi yake. Basi akawa yupo hapa barabarani, haelewi hata afanye nini. Ndio kwanza hata ajue aguse nini kwenye engine. Basi akawa anaumia tu. Sasa wakati anaugulia maumivu hapa, kuna mwamba akatokea. Akawa anamuuliza shida ni nini? "Gari yangu imezima ghafla na nilikuwa nawahi kazini, sijui hata nini cha kufanya. Naomba basi nikusaidie kuliangalia." "Haina shida kama unaweza." Basi mwamba akaja kwenye hili gari kwa ajili ya kulitazama. Sasa kwenye kulicheki akagundua betri la gari limepungua nguvu. Basi akawa anamwambia Tonya kuwa kama na betri jingine ajaribu kubadilisha, maana ile betri limeharibika. "Hapana, eti ninalo hilo hilo." Basi jamaa akaona isiwe shida, akamtaka tu Tonya atulie. Sasa Tonya anahisi kama anapoteza tu muda, ila mchizi akaenda kwenye gari yake na kuchukua betri. Huyu mwamba kumbe ni driver tax bwana. Basi akawa anatoka na betri yake ya ziada, kisha akafika kwenye hili gari la Tonya na kuanza kulifanyia ufundi. Baada ya kufunga betri akamwambia Tonya awashe gari. Tonya kwenye kuwasha gari chuma ikawaka. Basi akatoka humo na kuanza kumshukuru jamaa. "Usijali bosi, shida kubwa ilikuwa ni betri yako. Hata hivyo naweza nikaondoka na ile betri lako nikaenda nikalichaji kisha tukawasiliana nikakurudishia." Basi Tonya akaonekana hana kipingamizi, akawa anamshukuru tu mchizi. Kisha akampatia kadi yenye namba za simu pamoja na address ya nyumba yake ili mchizi akija asihangaike. Baada ya hapo akataka kumpatia mchizi pesa, lakini mwamba akagoma, yeye akadai kamsaidia tu. Basi wakazidi tu kuagana hapa na jamaa akachukua betri yake na kuondoka nalo. Sasa baadaye yule mwamba aliyemsaidia Tonya huwa anakujega kwenye haya mazingira. Sasa haya mazingira ni Kaoshi, lakini ni ofisi ya rafiki yake na huyu jamaa. Sasa huyu rafiki yake na huyu jamaa akawa anampokea huko anamwambia mbona simu yake haipatikani na bosi wake amekuwa akimtafuta sana. Rafiki yangu wewe achana tu na bosi wangu, maana anataka pesa na mimi pesa muda huu sina, maana sijafanya kazi yoyote. Lakini kumbuka ni mwezi sasa umepita na hujalipa pesa kwa bosi wako. Sasa huyu mwamba anafahamika kwa jina la Andy, lakini pia ni driver taxi. Sasa umepita kama mwezi hivi na mwamba hajarudisha mahesabu kwa bosi wake, yani hajapeleka maokoto. Ndio maana rafiki yake anamuuliza vipi, lakini mwamba akadai pesa alitumia tu kwenye matibabu ya baba yake kwa sababu baba yake anaumwa. Huku napo ni ushuani kwa Tonya, yupo tu ametulia na mabinti zake. Sasa muda huu kuna mlango ukao unagongwa hodi, ikambidi Tonya anyanyuke na kwenda kumfungulia huyo mgeni, lakini Chloe anaonekana na ugomvi bado ule wa asubuhi. Ila hawa dogo zake wenyewe akanyanyuka na kwenda kumpokea huyo mgeni huku akiwa na furaha kishenzi. Basi mwamba akawa amewaletea zawadi wakina Chloe, lakini Chloe yupo kimya tu. Ila huyu mwamba yeye anafahamika kwa jina la William. Basi alivyomwona Chloe ipo kimya akawa anamletea zawadi hapa. Basi Chloe akaipokea na kumshukuru. Mchizi akawa anamwambia asijali tu. Sasa hao ndugu zake na Chloe wenyewe akawa wana furaha, maana umeletewa zawadi ya simu. Kitu hiki kamfanya mama yao washangae, lakini wenyewe hawaelewi chochote. Ikambidi Tonya amuite William kuwa na maongezi naye. Basi wakawa wanatoka huku sebleni na wakafika mpaka huku jikoni. Alipofika huku Tonya akawa anamuuliza William amefanya nini sasa? "Sijaelewa una maana gani? Unajua mara ya kwanza umempatia mtoto wangu kitabu cha mapenzi na leo hii unawaletea simu bila ridhaa yangu." Lakini wale ni wapwa zangu. Lakini Tonya anaonekana na hasira sana, kitu ambacho pendezi na huyu jamaa ni kwamba anaingilia malezi ya watoto wake. Basi akamtaka jamaa akachukua hizo simu, lakini sasa inabidi kuna kitu kielewe. Huyu William ni shemeji yake na Tonya, yani kaka wa William amemuoa Tonya. Basi Tonya akawa anatoka mjikoni kwa hasira. Sasa baadaye hao mabinti wakawa wanatafuta zile simu humu chumbani, lakini wakawa hazioni. Chloe akawaambia kuwa hivi mnadhani mama atawaruhusu mtumie simu? Sasa muda huo mama yao akaingia. "Mpo mnatafuta simu zenu?" Chloe yupo kimya, maana sana mjua. "Hizo simu mimi nimezichukua." "Lakini mama, sio vizuri." "Msijali wanangu, siku mkifikisha miaka 18 mimi nitawanunulia simu nzuri, lakini kwa sasa endeleeni kutumia hizo tablet za watoto." Basi mama yao akawa anaondoka huko ndani. Inavyoonyesha Tonya hataki ujinga kwenye malezi, lakini hapa kina Chloe vimenuna tu. Sasa baadaye hapa sebleni Tonya alikuja kuangalia TV, lakini cha ajabu kila kibonyeza TV haiwaki. Na muda huo William akawa anatokea na kuja hapa sebleni, huku akizidi kumwambia asihangaike maana hizo ni kazi zake. Basi kajamaa akachukua remote na kufika hapa kuiangalia TV, lakini Tonya amenuna tu. Inaonekana anamchukia huyu msela.
Lakini hapa William kwenye kuigusa akajikuta kafanikisha TV ikawa imewaka. Basi jamaa kaanza masifa sasa. Unaona sasa imewaka, haina haja, hata mimi ningeweza. Lakini unatakiwa nishukuru. Sawa, haina shida. Sawa, lakini bado unapenda maisha ya usingo. Tonya akamkata jicho, jamaa anamtazama. Kwa hiyo unadhani kuwa single mother ni lazima watu wa kunyanyapai? Hapana, ni kwa sababu hutaki kuwapa wanaume wengine nafasi. Unajua hata mimi mwenyewe nakupenda. Embo acha kusema hivyo. Kwa nini sasa? Au nipendi? Sasa huyu William inaonekana anataka kumtongoza shemeji yake, ila kwa bahati mbaya shemeji yake akawa na msimamo. Lakini huenda kuna kitu kimejificha hapa, tutakijua tu. Sasa baadaye haka kashikaji kakaka anawapigisha stori wajomba zake, ila ni kaongo kishenzi. Na muda huo Tonya naye akawa amefika, lakini kajamaa kako bize kwenye stori. Sasa Tonya kakauliza kanaondoka lini? Mbona kama unataka kunifukuza? Hapana, nimekuuliza swali dogo tu. Unajua nini? Hebu niache nifurahie muda na hawa ndugu zangu. Sasa Tonya akamwambia jamaa kuwa ingependeza huo muda wa kuenjoy angekuwa na ufanya weekend. Jamaa yeye akakubali akasema hamna shida. Kwa hiyo siku za weekend atakuwa anawapeleka wakaangalia TV, isitoshe hata anaenda kuwanunulia nguo. Gloria akadakia sasa. Unajua hata mimi napenda kununuliwa nguo nzuri, sio kama hizi mama yetu anazotununulia. Umeongea vizuri. Jambo zuri sana. Mama yao si akamind, akawaambia hakuna kwenda kwenye kununua nguo. Waende sehemu zozote zile lakini sio kwenda kununua mavazi. Gloria akamjibu dharau mama yake. Mama yake kakasirika. Unasemaje wewe? Gloria, acha hivyo bwana, muombe msamaha mama yako. Basi Gloria akamuomba msamaha mama yake afa akaondoka kwa dharau hapa. Tonya akawa anajisikia tu vibaya maskini. Akaanza mpaka kulalamika. Ila sema kuomba msamaha. Na wewe mfanya mambo yako, unanielewa? Ninavyoonyesha ujamaa ndo anaonekana kama ni chanzo hivi. Sasa muda huu Tonya akapokea simu kwa kuna mwamba anakuja nyumbani kwake. Sasa kumbe anayekuja hapa alikuwa ni Andy. Huyu mwamba kaja hapa kwa sababu kareta betri ya gari ya Tonya. Basi baada ya kugonga hodi Tonya akawa anatoka nje. Alipofika akawa anasalimiana kwa furaha. Sasa mchizi akamwambia amemletea betri yake ya gari. Jamani asante. Sasa Tonya akamwambia mchizi amsikilizie ili amletee ufunguo wa gari. Basi jamaa akakaa hapa nje na kumsubiria. Na muda mchache Tonya akawa amemletea ufunguo. Sasa Tonya akataka kumjua jamaa kuwa anaitwa nani. Mimi naitwa Andy. Andy. Sawa, mimi naitwa Tonya. Basi jamaa akafurahi kumfahamu Tonya. Basi baada ya utambulisho huo, Tonya akarudi zake ndani na mchizi akatoka hapa kuja kufunga hiyo betri ya gari. Sasa baada ya muda akawa ameshamaliza kufanya hiyo kazi na akawa anamrudishia Tonya ufunguo. Basi Tonya alivyotoka nje akawa anamshukuru tu. Hata usijali, lakini mara ya mwisho kufanya service kwenye gari yako ilikuwa lini? Ni zaidi ya mwaka sasa. Sasa mchizi akawa anamshauri Tonya kuwa atafute siku na aifanyie gari yake service maana ina muda mrefu eti. Tonya akawa anakubali tu. Sasa mchizi baada ya hapo akataka kuondoka, lakini Tonya akamkaribisha chakula cha mchana. Japokuwa jamaa alitaka kukataa ila Tonya alimbembeleza mpaka Andy akakubali. Basi muda wa chakula akawa amekaa Andy, Tonya na William, lakini mchizi amejaa wivu. Sasa Tonya akamuuliza Andy amekuwa dereva kwa muda gani? Jamaa akadai amefanya hii kazi kwa muda wa miaka 6. Kumbe una uzoefu mkubwa. Basi kama muda mwingine nitakuwa na safari nitakuwa na kuhitaji. Mchizi akawa anakubali tu. Mungu anamwambia hakuna shida. Sasa muda huu kuna watoto wa Tonya wakawa wanakuja hapa sebleni. Mama yao akawa anauliza mbona hawaji kula? Gloria kakajibu sasa, kwani mama unataka tule kwenye mazingira haya? Tonya akashangaa, akawauliza wana maana gani? Sasa haka kadogo kake kingine kakadai mazingira ya humu ndani yananuka. Tonya akawa kama haelewi, mbona hamna harufu yoyote humu ndani? Jamaa kadakia, wanasema kweli, wewe unamletaje mtu mchafu humu ndani? Mtu ananuka majasho kutengeneza magari. Andy akajisikia vibaya, akawa anataka kuondoka. Lakini Tonya hichi kitu hakupendezwa nacho, akamzuia jamaa asiondoke. Lakini William akawa mstari wa mbele kumfukuza Andy. Sasa mchizi kutokana na hizo dharau, yeye akawa anaondoka hivyo hivyo, ila alikuwa ameumia kishenzi. Tonya naye akanyanyuka hapa kwa ajili ya kwenda kumuomba msamaha, maana alikuwa anajisikia vibaya. Basi baada ya muda akawa anarudi humu ndani huko anamuita William kwa nguvu. Mchizi anamuitikia tu. Hivi wewe William una roho gani aisee? Kwani kuna kipi nimefanya? Yaani ungejua mimi sitamani hata uje kututembelea. Una tabia za ovyo ovyo tu. Lakini William akawa anadai kuwa Andy anaonekana ni mtu tapeli sana na anaweza akaja hata akawateka. Tonya akawa ameshikwa na hasira. Unajua nini? Mimi nachokuomba shemeji yangu uondoke tu humu ndani na nikitoka kazini nisikukute. Basi Tonya akawa anaondoka kwa hasira maana amekasirika kishenzi. Sasa siku iliyofuata gari ya Andy ilikuwa kwenye mishemishe na muda huu kumbe Tonya alikuwa mazingira haya. Basi Andy alivyomuona Tonya akawa anampigia honi na kusimama. Alafu akawa anawasiliana kwa mbali. Kisha mchizi akashuka kwenye gari yake na kwenda kwa Tonya. Sasa Tonya akawa anamuuliza anatafuta nini mazingira haya? Jamaa akawa anamsogelea huko anamwambia kuna mteja alimleta huku. Sawa, lakini sasa mbona ulivyoondoka nyumbani mpaka leo haupokei simu zangu na nilikupigia kwenye ile namba ulionipigia? Sasa mchizi akadai kuwa yeye simu yake akainayo karibu.
Sawa, lakini Andi, naomba unisamehe kutokana na lile tukio la juzi. Unajua shemeji yangu pamoja na watoto wangu hakumaanisha vile. Unajua nini? Wewe hata usijali. Hayo mambo mimi nishayazoea kutoka kwa wateja wangu. Andi, usiseme hivyo. Hakuna aliyezoea kudhalilishwa. Basi Tonya akawa anazidi kumwomba tu msamaha Andi. Kisha akawa anamwambia kuwa anaomba siku moja Andi aje amsaidie kupeleka gari yake kwa fundi. Lakini mchizi akakataa, akadai yeye kwa sasa hana huo muda wa kufanya hivyo. Basi Tonya akawa anambembeleza sana jamaa. Na jamaa yeye akamkwepa, akasema kuna mteja mwingine anamuwahi. Sasa wakati jamaa anaondoka, Tonya akawa anamsihi tu kuwa akibadilisha mawazo ampigie simu. Inaonekana Tonya anataka kufanya kila njama ili jamaa arudi kwake. Basi baada ya Tonya kufika nyumbani, akawa yupo huko jikoni anaandaa chakula kwa ajili ya watoto wake. Na muda huo William akawa anaingia huko ndani. Basi akawa anasogea kwa nyuma huko anamtazama shemeji yake. Basi akawa anamsogelea alafu akamshika. Tonya mawazo si ndio akarudi sasa, akamwasha kibao William. Hivyo unawezaje kunishika mimi kama hivyo? Kwa hiyo ndo unipige na nitakupiga tena kama usivyojiheshimu. Tonya akakasirika ise. Akamwambia William akusanye kilicho chake na aondoke sasa hivi. Basi mchizi akawa anaanza kuondoka zake hapa. Ila hili tukio lilibaki linamshangaza Tonya. Sasa huku sebleni Mwamba akawa anatokeza na kabegi kake. Watoto wakamuuliza anaenda wapi? Kwa nyuma huku mama yao akadakia kuwa anaenda nyumbani. Nyumbani? Kwa nini sasa? Alafu mbona hata tujaenda kuangalia movie? Hata shopping bado hatujaenda eti. Jamaa akawa anajitetea tu kuwa eti kapigiwa simu ya msingi sana. Tonya anawatazama tu. Basi mchizi akawa anaondoka huko ndani, lakini akawa anahaga mara mbili. Sasa Chloe akawa anamtazama mama yake. Na wewe kuna shida gani? Mama, wewe ndio umemwambia aondoke. Siwezi kukujibu hilo swali. Ni kweli hata mimi nimeona. Sasa Chloe akanyanyuka kwa dharau na kuondoka. Sasa mama yake akabaki anamshangaa. Ila katika watoto wote Chloe ndo anaonekana na hasira sana. Sasa baadaye Tonya alikuwa amekaa na huyu rafiki yake ambaye anaitwa Rita. Akawa anamhadisia kila kitu ambacho William anakifanya. Lakini Rita akamuuliza Tonya, kwa nini asitafute mwanaume mwingine na wakashirikiana kulea familia? Rita, hapana. Unajua tangia mume wangu kafariki, sioni mimi kama kuna haja ya kuishi na mwanaume mwingine. Nataka tu niwalee watoto wangu kwa uhuru. Sasa Rita akawa anazidi kumshawishi tu Tonya, atafute tu mwanaume ili waweze kuweka nguvu kwenye familia. Lakini Tonya hakutaka kabisa hilo jambo, maana alihisi atawapa watoto wake mawazo. Na hapa ndo tunagundua kuwa kumbe mume wa Tonya ameshafariki, lakini sababu ya kifo chake tutakijua tu. Ila kesho napo Andi alifika mapema sana kwa Tonya, maana Tonya alimpigia simu nyingi sana. Basi Tonya naye akawa anatoka chumbani mwake na kuja hapa sebleni, kisha akampatia ufunguo wa gari jamaa na akamwambia anashukuru sana kwa jamaa kuitikia wito. Inavyoonyesha Andi amekuja hapa kwa ajili ya kupeleka gari la Tonya kwa fundi. Lakini sasa Tonya akawa anamuomba mchizi kuwa wakati gari ipo kwa fundi, basi angekuwa anampeleka yeye kazini pamoja na watoto wake shuleni. Na jamaa yeye akadai tu hakuna shida. Basi baada ya maongezi wakabaki wanatazamana. Sasa kesho napo pakatinga na jamaa alifika mapema sana kwa Tonya. Na muda huo Tonya akawa anatoka huko ndani na watoto wake. Huku Andi akawa anamsalimia. Sasa Tonya akawa anaitikia huko anamwambia waanze safari. Vurugu zikaanza sasa. Mama, gari lipo wapi? Gari lipo kwa fundi. Kwa hiyo kwa kipindi hiki tutatumia tu taxi. Taxi? Tokale ka uchafu. Mkuruli akaanza sasa maneno yake ya shombo. Mama yake akakasirika. Akaanza kumwambia aende akapande tu kwenye gari na waondoke hapa. Basi baada ya hapo Tonya akawa anazidi tu kumwomba msamaha Andi. Lakini mchizi akawa anamwambia asijali, kila kitu kiko sawa tu. Basi wakawa wanasogea hapa na kuingia kwenye gari. Sasa baada ya majukumu, mchizi alikuja hapa kwa rafiki yake. Basi baada ya kupaki gari rafiki yake akawa anamuuliza kuna nini? Mbona hana furaha? Jamaa akawa anadai tu kuwa watoto wa bosi wake hawana adabu, maana wanamdharau kila kukicha. Lakini rafiki yake akamtaka asiwe na hofu, maana anachopambania pale ni pesa. Ila huyu mwamba yeye anafahamika kwa jina la David. Sasa baadaye huku nyumbani Rita alikuwa anapiga story na Tonya. Anamuuliza gari lake lipo wapi, lakini Tonya akadai kuwa gari lake liko kwa fundi. Basi wakati wanapiga story, muda huo watoto wake wakawa wamefika. Alafu kwa nyuma huko Andi akawa anafuata. Basi wakina Chloe wakawa wanamsalimia mama yao. Mama yao akawa anaitikia huko anawaambia waende wakale, maana kaisha waandalia chakula. Basi baada ya hapo akawa anazidi tu kumshukuru Andi na akamwambia atamtumia pesa yake kwa njia ya simu. Jamaa akawa anamshukuru tu na kuondoka zake humu ndani. Sasa Rita akamuuliza rafiki yake, inakuwaje anawaamini madereva wa mtaani kwa wepesi hivi mpaka anawapeleka watoto wake shule? Ila Tonya yeye akadai anamwamini sana Andi na ana hofu naye. Sasa kesho napo kama kawaida, mchizi akatinga sana mapema kwa ajili ya kuja kuwapokea kina Chloe. Lakini kina Chloe huko nyuma akawa wananyata. Inaonekana hawataki kubebwa na jamaa. Kisha wakapita zao hao wakasepa. Sasa mchizi akakaa sana hapa aoni kitu. Akaamua aende kuangalia ndani ya shule. Ila cha ajabu akatoka kapa. Akaambiwa wanafunzi wamesharuhusiwa. Akanampigia bosi wake simu, bosi wake akawa okoti. Huku napo mtaani wakina Chloe wapo wanatembea kwa mguu tu. Sasa huyu mdogo wake ambaye kwa upande wake wa kulia, yeye anafahamika kwa jina la Jeni. Akanamwambia dada yake kuwa anasikia njaa. Chloe kenyewe ndo kwanza kaka anazidi kuwapa moyo. Kaka anaambia wasingeweza kupanda kwenye lile gari, kwanza ni chafu. Iwa akipata ajali na wakafa. Ila akili za huyu mtoto. Lakini shida ikaja huko nyumbani. Baada ya kumwambia bosi wake hakutaka kumuelewa hata kidogo. Akawa anamfukuza aende kuwafuata watoto wake. Kwa bahati nzuri wakina Chloe na wenyewe wakawa wamefika.
Tonya akawa na furaha, maana alianza kupata pressure. Sasa akawa anauliza shida ni nini? Kakroli kakadakia tu kuwa hakuna mtu alienda kuwafuata shuleni. Wewe embo acha kusema uongo. Nilikuwepo hapo zaidi ya nusu saa. Mlikuwepo wapi? Embo acha kuwafokea watoto wangu. Unataka kusema ni waongo? Sasa Tonya akawa na mlaumu Andy na akamwambia kuanzia leo kamfukuza kazi, maana hayupo makini kwa watoto wake. Jamaa aliumia, lakini ndio hivyo kasingiziwa eti. Sasa majira ya usiku, Jeni akawa hana usingizi. Akawa anamwamsha huyu dada yake. Huyu dada yake anafahamika kwa jina la Emily. Sasa akawa anamwambia kuwa yeye hana usingizi, anataka akamwambie mama yake ukweli. Cloris akashtuka sasa. Hivyo una akili? Kwa hiyo nataka tuonekane sisi waongo? Basi kakazidi kumpiga tu vitisho na kakamwambia akienda asahau kutembea nao pamoja. Ila kesho napo majira ya mchana, Mwamba alikuwa amekaa na rafiki yake David. Akawa anamhadisia tukio zima la jana na akaahidi hata kuja kwenda tena kwa Tonya. Sasa wakati kakaa hapa, kuna Mwamba akaingia kwa vurugu afu kisha akamkamata Andy. Sasa huyu ndo bosi wa gari ambalo Andy anafanyia kazi. Kwa hiyo akawa anataka jamaa mlipe pesa zake, maana Mwamba anafanya kazi lakini hareti mrejesho. Sasa Andy akaanza kujitetea kuwa babake alikuwa anaumwa, kwa anaomba siku za weekend atamletea tu pesa yake yote, maana pesa alizopata kipindi cha nyuma alimlipia baba yake matibabu. Huku kwa nyuma naye Devi akawa anakazia tu, anazidi kumtetea Andy kwa bosi wake. Basi huyu bosi ikabidi tu awasamee, lakini akawasisitiza siku ya weekend ikifika na hajamletea pesa yake, anakuja kuchukua ufunguo wa gari na pesa zote za kipindi cha nyuma, hata ziacha ziishie hivi hivi, atamfungulia kesi ya madai Andy. Basi alivyoondoka kina Andy wakawa wanashukuru. Sasa Andy akafika mpaka huko kwa Tonya na akawa amekuja kumwomba msamaha Tonya, lakini Tonya alikuwa na hasira, maana alishamwambia sikanyagi hapa. Lakini Andy akamwomba sana msamaha Tonya, huku akimsisitiza anamtegemea yeye na ana sehemu nyingine ya kupata kipato. Isitoshe babake anaumwa na bosi wake anamdai sana, huku akimsisitiza kuwa ikifika siku ya weekend bosi wake anamnyang'anya gari. Basi Tonya akamuonea huruma Andy na akamwambia siku nyingine akirudia haya makosa atamfukuza kazi. Basi maisha mapya yakaanza na siku ya leo jamaa akawa anamrudisha bosi wake nyumbani. Sasa wakati amekuja huko kumfungulia mlango ili wanaagana tu, Tonya kwa bahati mbaya akajikwaa na akadondoka chini. Basi jamaa akashtuka, akaanza kumnyanyua haraka na kumuingiza kwenye gari kwa ajili ya kumpeleka hospitalini. Basi baadaye wakawa wameshafanikiwa kutoka hospitalini, huku Andy akizidi tu kumsaidia Tonya. Jamaa akamfikisha hapa kwenye kiti na wakakaa, huku Tonya anazidi tu kumshukuru Andy, lakini Mwamba anamwambia asijali. Sasa Tonya akawa anataka kunyanyuka kwenda kuwapikia watoto wake, lakini mchizi akamwambia yeye akae tu na hiyo kazi ataifanya yeye. Tonya alizidi kumshangaa huyu jamani mtu wa namna gani. Basi baada ya hapo akawa anamnyanyua hapa na kumsaidia kumpeleka chumbani mwake. Sasa baadaye watoto wa Kishua na wenyewe wakawa wameshatoka shuleni, ila huku jikoni Mwamba naye akawa ameshamaliza kupika, na muda huo rafiki yake na Tonya ambaye ni Rita naye akawa amekuja kumtembelea rafiki yake. Basi wakasalimiana kidogo hapa na Andy, kisha Rita akaenda kumwangalia rafiki yake. Akafika mpaka kuchumbani, maana alikuja kumpa pole Tonya. Sasa muda kidogo jamaa naye akawa amemletea chakula bosi wake. Basi Tonya akawa anazidi kukipokea na kumshukuru tu Andy. Sasa muda huo Vivuruge na wenyewe wakaingia. Wakawa wanashangaa mbona mama yao kaumia mguuni, lakini mama yao akawaambia ni hali ya kawaida. Basi Kajeni kakaenda kudeka kwa mama yake, mchiza anawasikilizia tu. Basi mama yao akawataka wabadilishe nguo na waende wakale chakula alichowapikia jamaa. Kivuruge sasa, yeye ndo kapika. Mwamba anamkata jicho, yeye ndo kapika. Eti Kakrolike yenyewe kakazira, kakadai akasikia njaa. Lita akaona yasikia kama mengine hapa, akawa anawatoa haraka ili waende wakale. Sasa hapa kwenye meza akawa yupo Emily pamoja na Jeni. Wenyewe akawa anapata tu chakula, ila Kakroli kenyeka anaangalia tu TV. Na muda huo mama yake akatokea kana akauliza kwa nini akaendi kula. Kakamjibu dharau. Mama yake akataka kwenda kukapiga. Bahati nzuri Lita akawa anamzuia. Basi Kakroli kakaondoka huko sebleni. Sasa majira ya usiku njaa ikawa imekabana bwana. Tumbo likakaongoza mpaka jikoni. Kakafika huko kachukua sufuria haraka ili kaanze kula. Sasa kwa bahati mbaya mama yake akatokea. Akawa anakashangaa. Ila tu mama yake anampenda. Akamwambia pakue hicho chakula na weke kwenye sahani ila asilie tu kwenye sufuria, lakini akamtaka ajirekebishe kutokana na hizo tabia. Yaani akakengejua jinsi mama yake anavyokapenda. Huku napo palipokucha mchizi leo kana nyang'anywa ufunguo wa gari. Siku za weekend zimefika lakini hajapeleka pesa ya marejesho kwa bosi wake. Sasa siku ya shule ilipofika, Tonya kana anampigia jamaa aje awapeleke watoto shule, lakini Mwamba akawa okoti simu. Na isitoshe muda unazidi tu kwenda. Muda huo jamaa naye akafika kwa pupa. Akaanza kumwomba Tonya msamaha. Sasa Tonya akanamuuliza kuna shida gani? Maana muda wa kuwapeleka watoto shule umefika. Lakini mchizi akadai kuwa kanyang'anywa gari, kwa hiyo atawasindikiza kina Kroli kwa daladala. Haya mambo mimi ndo siyatakagi sasa. Kroli kama kawaida yake anazidi tu kupinga, lakini Tonya hakutaka hata kusikiliza. Yeye alitaka tu watoto waende shuleni. Basi mchizi akawachukua chapchap hapa na kuwapeleka shule. Sasa baadaye jioni, baada ya kurudi nyumbani, Mwamba akawa anamjali tu Tonya. Akawa anampatia mpaka dawa za maumivu. Basi Tonya akawa anazidi tu kumshukuru jamaa. Lakini sasa mguu akawa anazidi kumuuma na jamaa akamuomba amfanyie massage. Tonya akakubali. Mchizi akanyanyua mguu sasa. Basi akaanza kumfanyia massage. Tonya alikuwa anajisikia vitu vya ajabu, maana ana muda sasa hajaguswa.
Sasa akawa anamuuliza jamaa inakuaje bosi wake akamnyang'anya gari. Mchizi akadai kwa sababu anadaiwa. Kwa nini sasa? Si ungeniambia mimi nikukopeshe pesa? Jamaa akadai tu hataki kumweka Tonya kwenye matatizo. Sasa muda huo kumbe vivurugi bwana vilishuka chini. Vikawa vinawatazama tu. Ila hapa Tonya anajimaliza. Anamsifia mchizi na mikono mizuri. Jamaa hakutaka mambo mengi. Akawa anamtoa mkono na akamshusha mguu. Lakini tumuache tu. Basi baada ya hapo Mwamba akamwambia Tonya ngoja akamsaidie kupika. Na mchizi akanyanyuka hapa na kufika huko jikoni. Afu Tonya naye akawa ananyanyuka hapa na kwenda huko jikoni kumwangalia jamaa. Ni kama ameshapata feelings naye hivi. Sasa baada ya kupika, jamaa akaanza kuandaa chakula hapa mezani. Na muda huo Tonya akawa anakuja na wanae. Huko anamwambia wapate chakula pamoja. Kivuruge sasa. Kwani yeye ni familia yetu? Mama yake akamfokea. Sasa mchizi naye akapata sababu. Akawa anamwambia kuwa anataka kwenda kuchukua gari la Tonya kwa fundi, maana fundi kampigia simu. Ila Tonya kupenda hii hali. Sasa usiku napo mahaba ya Tonya na Andy yakawa yamezidi. Wapo wanachati tu. Na muda huu Chloe kakaja. Kaka anamlazimisha mama yake wakaangalie movie, ila mama yake akamwambia siku nyingine. Sasa Chloe akatoka kuna hasira. Akaja kuambia wadogo zake huko sebuleni kuwa Andy amekuwa sababu ya kuwafanya wakose furaha kwa mama yao. Kwa atafanya tu kitu chochote mama yao atengane na Andy. Lakini sasa siku zinavyozidi kwenda, Andy na Tonya wakawa wanazidi tu kuingia penzini. Na siku ya leo wakaamua waende watoke out bwana. Ila shida ikawa tu kwa Chloe. Akawa anaambia dogo zake kuwa wafanye mpango ili mama yao amfukuze Andy, maana anachukua furaha ya mama yao. Lakini Jeni hakupendezwa na hichi kitu. Yeye akawaambia kwenye huo mpango wa mtoe. Sasa siku ya weekend ikawa imefika. Mama akawa yuko jikoni huko na mabinti zao. Na muda huo wakasikia kuna mtu anagonga hodi. Sasa mama yake akamtaka Chloe aende kuangalia ni nani huyo. Sasa Chloe kalipofika huko kakakutana na adui yake Andy. Lakini jamaa akamwambia kuwa ana shida na mama yake, maana kuna sehemu anatakiwa kumpeleka. Chloe akamwambia mama yake hayupo. Eti kaisha safiri tangia asubuhi. Jamaa kaona mtoto kama anamchanganya hivi. Akachukua simu yake na kumpigia Tonya. Lakini cha ajabu simu ikawa inaita tu bila kupokelewa. Chloe akathibitisha kuwa mama yake hawezi akapokea simu. Kisha akaingia ndani. Sasa kalipofika huko ndani, mama yake akawa anamuuliza ni nani. Kenyeka kadai hamna mtu wa maana. Kisha akachukua ile simu na kuimute. Sasa baadaye Tonya akawa ameshajiandaa na msubirie jamaa atokee. Lakini mchizi akawa atokei na simu ikawa haipigwi. Sasa huku napo kwa jamaa akawa anamhadisia rafiki yake David. Anamwambia kuwa Chloe amekuwa ni mtu wa kumdharau sana na isitoshe Tonya amesafiri bila hata kumwaga. Yaani anajiona ni mtu ambaye anampenda mtoto wa kitajiri wakati yeye ni maskini. Lakini mchizi akamwambia asijali na sio ni mtu wa kujidharau. Huenda hata Tonya na yeye anampenda sana. Lakini hakikisha anampelekea hata vizawadi nini. Lakini sasa siku iliyofuata Tonya alikuwa amekaa na rafiki yake Lita. Akawa anamwambia kuwa Andy kamfelisha sehemu moja sana ya msingi. Maana kuna mkutano alitakiwa ampeleke afu hajampeleka. Lita akabaki anamshangaa sana Tonya. Yaani ndio ujue wanaume wote ni wale wale. Hata umpende vipi. Lakini Tonya ulijaribu hata kumpigia simu? Yaani mimi ndo wa kumpigia simu? Ndio unatakiwa mpigie simu, labda kuna kitu kibaya kilitokea. Mimi siwezi kufanya upumbavu. Yeye ndo anatakiwa nipigie simu. Sasa ukisikia kununiana kunaenda kupoteza upendo, ndo hii sasa. Kila mtu anamnunia mwenzake. Sasa siku ya leo bwana, Tonya akawa anatoka zake ili aende ofisini. Ila anafungua hivi mlango akakutana na Andy. Tonya akawa anaogopa sana, lakini mchizi akawa anazidi kumsalimia kwa furaha tu. Basi jamaa akawa anamwambia amemletea zawadi baada ya yeye kutoka kwenye safari. Sasa Tonya akawa analipokea lile ua, lakini akawa anawaza ni safari gani jamaa anamaanisha. Sasa mchizi akawa anamwambia mbona afurahi wakati alimtenga kwa muda mrefu. Sasa Tonya naye akaanza kumwaga kinyongo. Akanamwambia yeye ndo amemtenga na amemsababisha shindwe kwenda kwenye mkutano wa muhimu. Kwani Chloe hakukuambia? Kuniambia kuhusiana na nini? Sasa jamaa akaanza kuelezea situation nzima jinsi ilivyokuwa. Tonya akaona inaweza ikaleta shida. Ikambidi tu aanze kupoteza mada. Lakini mchizi akawa anajisikia vibaya. Ila Tonya akawa anafuta tu yale mazingira ili jamaa asiendelee kujisikia vibaya. Sasa baadaye Tonya akawa amekaa na watoto wake. Huko akawa anawafokea vibaya sana. Anawaambia wamemsababisha akose kikao cha muhimu kisa upumbavu wao. Lakini Jeni na Emily wakawa naomba tu msamaha. Sasa Tonya akamwambia kuwa kuanzia leo hakuna cha TV wala tablet. Na akawataka waende kumuomba msamaha Andy. Kisha akawa anaondoka kwa hasira huko. Lakini Jeni akawa anaambia dada zake kuwa haya yote wameyasababisha wenyewe na yeye hapendi kuwa kwenye hii hali. Lakini sasa siku iliyofuata Rita alikuwa amekaa na Tonya. Sasa Rita akawa anamshauri Tonya kuwa ni bora angewaweka wazi watoto wake kuwa yeye anampenda Andy. Hii yote ni kuweza kupunguza migogoro. Basi akafika huko chumbani na kuanza kuambia watoto wake ukweli. Akawaambia kuwa Andy amekuwa ni mtu mmoja ambaye anamfanya awe na furaha. Kwa hiyo akawa anawaomba na wenyewe wamkubalie tu Andy kwa sababu anampenda. Lakini Chloe akaweka tu msimamo kuwa hamtaki huyo jamaa. Mama yake alivyomuona Chloe amuelewi, akaweka msimamo kuwa Chloe akatae asikatae lakini atampenda hivyo hivyo. Sasa siku iliyofuata Andy alikuwa amejiandaa kwa ajili ya kutoka na Tonya. Na muda huo Chloe kaka amefika pa sebuleni. Sasa kaka anamsalimia. Sasa mchizi akashangaa, hii salamu ina heri kweli?
Lakini Chloe kenyewe kakapoteza mada. Kakamwambia kanataka kamletee kinywaji maana amekaa muda mrefu hapa. Sasa mchizi alivyomuona Chloe kapoa, akamwambia tu amletee juisi. Basi Chloe kakatoka hapa na kuingia zake huko jikoni. Kisha kakachukua juisi na kumletea jamaa. Lakini sasa yeye mchizi hakujali lolote, akachukua ile juisi na kuanza kuinywa. Kenyeka anamtazama tu. Ila baada ya kupiga pafu, jamaa akaanza kukohoa. Akawa anaanza kumuuliza sasa kaweka kitu gani humu? Lakini Chloe kenyeka kana anadai hakuna kitu. Sasa mchizi akazidi kukohoa sana. Mpaka Tonya akawa anakuja anauliza kuna nini hapa? Lakini jamaa akawa anashindwa hata kujieleza. Tonya akaanza kubabaika maana alijua labda akapewa sumu. Sasa baadaye akawa anamlaumu Chloe kwa nini kafanya hivyo na akamtaka aende kumuomba msamaha jamaa. Sasa kiburi cha Chloe kinajulikana, akawa anampinga mama yake na akamwambia aende kumuomba msamaha Andy. Sasa mama yake kutokana na hizo hasira akamwambia kama aende kumuomba msamaha asahau kula huko ndani. Na Chloe akaitikia sawa. Sasa muda wa chakula na wenyewe ukawa umefika, lakini wadogo zake na Chloe wakawa hataki kula. Mama yake akawa anauliza kwa nini sasa? Wakasema hawezi kula mpaka wamuone Chloe kala. Mama yao akamwambia basi waende chumbani wakalale. Na wenyewe wakanyanyuka na kuondoka. Mama yao akawa anawaza hiki ni kitu gani? Lakini sasa huko chumbani Emily akawa anamsisitiza dada yake. Anamwambia aende tu kumuomba msamaha mama yake na isitoshe aende kumuomba Andy. Kwani anapungukiwa nini wakati ni kitu cha dakika 2 tu? Sasa wakati mama yake kakaa huko sebleni, Chloe kakaja bwana. Kakaanza kujibebisha na kumuomba msamaha mama yake. Mama yake akamkubalia, lakini alitaka Andy ndio awe mtu wa kwanza kuombwa msamaha. Lakini Kenyeka akadai kuwa katamuomba tu Andy msamaha na akamewakubalia waishi pamoja. Mama yake alifurahi hadi akawa anakakumbatia maana anampenda sana Andy. Sasa kesho napo kakaja kumuomba Andy msamaha, lakini mchizi akakambia kaisha kasamea hata kabla akajamuomba msamaha. Sasa baada ya kusikia hivyo kakaanza kulia. Kanalia eti kwa Andy kagoma kukasamea. Kanapiga mpaka kelele. Sasa mamake kusikia hivyo akawa anakuja kwa pupa hapa. Huko anauliza shida ni nini? Chloe kakaa anadai kuwa eti Andy kagoma kukasamea. Huko kanazidi tu kumwaga machozi. Ila hapa mwamba akashikwa na kigugumizi, akawa hawezi hata kuongea neno lolote. Lakini hapa Chloe kanazidi tu kulia. Kwa jamaa kagoma kukasamea kisha kakaondoka hapa na kukimbia chumbani mwake. Sasa mchizi akabaki, huyu mtoto ana shida gani? Maana muelewi. Akawa anamwambia tu Tonya kuwa Chloe ni muongo na amedanganya. Andy, hata kama mimi na wewe tunapendana, lakini unatakiwa uheshimu watoto wangu, ndo furaha yangu. Tonya alikasirika sana na akawa anaondoka hapa. Basi akafika kuchumbani na kuanza kukapoza katoto kake, maana hakutaka kumwamini Andy maskini. Basi bwana, siku na zenyewe zikawa zimepita na siku ya leo mchizi akawa anawapeleka watoto shule. Sasa Emily akamwambia Andy kuwa kesho ni siku ya kuzaliwa ya mama yake. Kwa nini jamaa asitumie huo muda kumfanyia sherehe ndogo? Jamaa naye hakutaka kupinga, akakubali akasema sawa, maana sana mpenda Tonya. Basi walivyotoka shule wakawa wanafurahi maana wanaona wamemchota. Lakini Jane akawa anawaambia kuwa hichi kitu alichomwambia Andy sio kitu kizuri, watamfanya mama yao asiwe na furaha. Lakini Chloe Kenyeka kadai tu hakuna shida maana akampendi Andy. Sasa sijajua kwa nini wamemwambia hivyo. Sasa kesho napo pakawa pamekucha. Andy kapamba maputo mengi kishenzi na muda huo Tonya akawa anaingia. Basi akawa anamkaribisha kisurprise. Vicky na Chloe vikawa vinamchungulia tu. Sasa Tonya akawa anauliza kuna nini hapa? Jamaa akawa anamwambia kuwa ameshirikiana na watoto wake ili waweze kumfanyia sherehe kwenye siku yake ya leo ya kuzaliwa. Sasa muda huo Vicky na Chloe vikawa vinakuja. Vika vinamwambia kuwa havijamwambia afanye hivyo kwa sababu anajua hiki kitu ni kibaya. Eti ila mchizi tu yeye hakutaka kuwasikiliza, akaamua kufanya hivyo hivyo. Aisee, Tonya alishikwa na maumivu yenye hasira. Akamwambia Andy aondoke sasa hivi. Sasa Andy akawa haelewi shida ni nini. Tonya akawa amekasirika, akafika hapa na kumfukuza. Basi akafunga mlango akatoka hapa na kukimbia chumbani mwake huku analia. Chloe na Emily wakawa wanafurahi tu, lakini Jane anaonekana yupo kimya. Sasa usiku ulipofika, Tonya akawa ni mtu wa kulia sana. Sasa hapa ndo tunapata story jinsi ilivyokuwa. Kumbe Tonya hatakiwi kufanyiwa tukio lolote lile la kumbukizi ya sherehe yake, kwa sababu kuna kipindi cha nyuma yeye ndo alisababisha mume wake kufariki. Ilifikia siku hii ya sherehe, afu akamlazimisha mume wake watoke. Lakini mume wake alitaka amfanyie sherehe hapa nyumbani, ila Tonya alimsisitiza sana tu ingependeza wangetoka out ili aende kumfanyia sherehe kubwa kwenye birthday yake. Sasa wakati wametoka hapa nyumbani, kwa bahati mbaya walipata ajali ya gari, na hiyo ndo ikawa chanzo cha mume wake kufariki huku yeye akiwa amenusurika. Sasa hili tukio la happy birthday huwa linamuumiza sana na huwa hataki kabisa kufanyiwa hichi kitu, maana anajiona yeye ndo chanzo cha mume wake kufariki. Basi akawa analia tu maskini. Sasa kesho asubuhi na penyewe vitoto vikawa vipo vinakula. Basi mama yake akawasisitiza wafanye haraka maana anataka wapeleke shule. Lakini Jane akamuuliza mama yake, mbona tangia jana ajala na hana furaha? Ila mama yake akamtaka asijari, ni kitu cha kawaida. Basi akawataka wafanye haraka ili aweze kuwapeleka shuleni. Ila na wenyewe kama wana huzuni. Kwa hiyo sasa hivi mna furaha, si ndio? Mnaona mlivyomfanya mama? Jane hakupendezwa na haya wanayoyafanya, akawa anaondoka zake tu. Lakini Chloe ni kama hana shida maana ampendi Andy. Sasa muda wa kuondoka, Emily alienda nje kumchungulia Andy. Alivyomwona hayupo akawa anamwambia mama yake, mbona Andy hayupo? Yaani katika kitu ambacho sitaki muje mniambie, msije mkanitajia hilo jina humu ndani. Mmenielewa?
Yaani Tonya alitokea kumchukia Andy kabisa kwa makosa tu madogo ya Chloe, lakini kenyewe ndo kwanza hata kasikia uchungu. Sasa baadaye mchizi alikutana na Rita, maana yeye haelewi lile tukio lina maana gani. Isitoshe hata Tonya anamchukia sana, maana hata simu zake haokoti. Sasa Rita ndo akamuelewesha jamaa kuwa Tonya hatakiwi kufanyiwa sherehe ya kumbukizi kwenye maisha yake, na akampatia mpaka sababu. Sasa Rita akawa anamwambia kuwa kwani yeye alikuwa afahamu. Jamaa akasema alikuwa afahamu, na wale mwambie afanye hiyo sherehe ni watoto wake. Sasa hapa Rita ndo akawa amegundua ukweli. Sasa majira ya usiku alipofika huko, yeye Tonya akawa ni mtu wa vilio tu. Anamkumbuka tu mume wake huko, kaishika picha yake. Na muda huo huo Chloe kakaka anakuja hapa sebleni. Sasa kalipofika hapa, Huruma na yenyewe kama ikaingia. Kakajikuta kanalia tu kumwona mamake anavolia. Baada ya hapo akawa anarudi chumbani, lakini akiwa ni mtu mwenye mawazo. Jeni akawa anamtazama tu. Kakaanza kuambia kuwa kile kitu alichokifanya hawakujua kama watamuumiza mama yao kiasi hiki, maana alikuwa anapata furaha kutoka kwa Andy. Kwa hichi kitu ni cha kipumbavu tu alichokifanya. Jeni anawatazama tu, maana hata ana la kuongea. Ila kesho mapema tena Rita akaja kumuelezea Tonya kila kitu, na Tonya akawa amefahamu ukweli wote sasa. Basi baadaye akamuita Andy na akaanza kumuomba msamaha, maana alikuwa haelewi. Basi hawa wawili wakazidi tu kusameheana na wakawa wamekumbatiana. Sasa maisha mapya yakaanza humu ndani. Tonya na Andy wakawa wapenzi, na muda huu Tonya akawa anamletea jamaa kinywaji. Sasa muda huo wakina Chloe na wenyewe wakaja kumuomba msamaha Andy, maana walimkosea pakubwa sana. Lakini Andy akawaambia kaisha wasamehe tangia muda, na anazidi kuwapongeza tu, maana walifanya hivyo kwa sababu ya kumlinda mama yao. Na jamaa akawahakikishia kuwa hata kuja kuwa sababu ya kuwafanya mama yao wasahau, ila atakuwa sababu ya mama yao kuwazidi kuwapenda tu siku zote, na atahakikisha furaha kubwa kwenye hii familia. Na huu ndo unakuwa mwisho wa hii movie. Lakini mniambie umejifunza nini kwenye hii movie? Ila sasa usisahau kufollow channel yetu ya WhatsApp, link iko hapo chini kwenye comment section. Hii movie inafahamika kama Love and Lie. Na mimi unanisikia hapa ni Joboy kutoka hapa Really One. Itakuwa poa sana kama ukisubscribe na kuturn on notification bell ili tuweze kukutana kwenye movie nyingine pia.